upiga mwingi. Cheke. Laki 8. Na niangalie tu. Mla uliwe. Njoo nile nikukule. Huwezi kaa na mumeo mlevi. Nilikuwa na ndoto moyoni, nikiamini dunia ni njema. Nilicheka na marafiki wengi, kujua kesho itanigeuka. Unasemaje mwanamke? Wewe mpumbavu. Umeamua sasa kunidhalilisha mbele ya watoto wangu. Na nisikilize kwa makini. Tena naomba unisikilize. Toka ufike hapa. Sijawahi kukuchapa hata mara moja. Kwa kauli yako uliyoongea leo, acha nikushikishe. Bwana Manjano. Naam. Vipi ndugu yangu? Safi kabisa, sijui. Leta maajabu. Maajabu mimi atoe wapi ndugu yangu? Mimi maajabu sina hapa nilipoonja tu kidogo na wakati mtu ukisikia una mawazo bwana mchonjo, ukipata vitu kidogo unapunguza baadhi ya vitu. Unakumbuka na kushauri nini? Nijua hivyo vitu. Mbona sikumbuki hiyo? Haukumbuki? Nimekumbuka. Sasa mimi si nilikuambia ndugu yangu kuacha kwa ghafla na kwa ni ngumu. Kwa hiyo hapa yani kama nalia mazoezi tu kidogo, nafanya mazoezi ndugu yangu. Kidogo yani nikishapata vitu hivi kidogo mimi ndo najisikia fresh mwanangu, au sio? Ila nikwambie kitu ndugu yangu. Manjano na feli. Unajua na feli. Na nishawahi kukuambia toka siku zile. Nikakwambia Manjano, unajaribia uaminifu wako. Hebu hivyo vitu jaribu kuviacha kwanza. Bwana, kila siku tunahubiriana jambo moja. Mimi nimekuambia naacha. Haya, unaacha, mbona uache sasa? Nimekuambia nini na leo unafanya nini? Basi sawa. Simbaki kidogo naacha. Ila kwa kuwa ndo mwenyewe umependa maisha haya. Yaani mimi kama unataka kweli mimi niache pombe. Yaani labda mimi niwe na mchumba au nikipata mke, mimi kweli kabisa mimi naacha pombe, mimi naacha. Kwa hiyo unataka kuniambia wewe kuacha pombe hadi upate mke, si ndio? Hiyo ndio yenyewe. Utaacha pombe au pombe itakuacha wewe? Umesikia? Na mimi rafiki yangu, mimi nitakupambania ili upate huyo mke, ili upate kuacha hiyo pombe. Sijui umenielewa? Haina shida. Nilikuwa na ndoto moyoni, nikiamini dunia ni njema. Nilisheka na marafiki wengi, sikujua kesho itanigeuka. Nafigizi maya imatatu na kafuzaro nilitapaya sharimaya. Mbona unamwangalia sana wewe kijana, kulikoni? Mimi nilijua kijana mstaarabu, mwenye tabia nzuri. Yule kijana kweli. Yule kijana ni mstaarabu sana. Unaona mimi asilimia kubwa ndo kazi zangu nyingi ananifanya yeye. Ila hata mwenyewe nashangaa wapi alipopotea. Na mimi nilishajaribu kumshauri sio mara moja wala mara mbili ili apate kuondokana na ile hali, kwa sababu asilimia kubwa ukiwa katika hali ile pale, kwanza unakuwa unajivunjia uaminifu mkubwa sana. Sio, umenielewa? Mwenendo wake alikuwa nao, sikujua kama tabia zake mbovu. Karibu, hebu tuachane nayo kwanza. Wewe si ndo mchonjo? Ndo mimi. Mimi nimekuja ninauza nyumba yangu. Hasa katika harakati ya kuulizia nikaambiwa nikufike wewe. Shida yangu nitatatua. Ndio sababu ya kufika hapa.
Hiyo nyumba ya aina gani? Ya tofali au udongo? Ya tofali, inafanania kidogo kama hii. Kasoro yake hii na ngazi. Ipo maeneo gani? Hiyo nyumba ukipita kona hii hapa tu hapo mbele kidogo. Kona hii hapa nani wewe? Eh. Kutoka hapa sio mbali sana. Hata sio mbali. Basi sawa, mimi nimekuelewa. Hebu nipe namba yako ili tupate kuwasiliana kwanza. 06 06 89 25 35 35. Sawa. Basi namba yangu utaiona mwisho 16. Basi sawa. Sawa. Haya, asante. Haya, karibu sana. Haya, lakini ndio hivyo baba, usikose. Haina shida. Haya. Kama uwezekano huko hata jioni. Haina shida mama. Haya. Suba. Be, ndo narudi? Ndo narudi. Baba mwenye nyumba umemkuta? Nimemkuta. Nimemwelezea lakini baba watu hana shida, amenikubalia. Kakubali. Kweli muelewa ule baba. Ila shoga yangu. Lakini na wewe huo unajitahidi wakati mwingine jamani. Ni kweli. Nitajitahidi mwezi huu ili akija asije akatokea hayo tena. Unajua wewe unaboa. Nitajitahidi mwezi huu. Basi sawa shoga yangu. Maana saa zingine waga nashindwa kukusaidia muda mwingi kukusaidia hata mimi kwa sababu mimi mzee wa mishemishe. Lakini wewe mishemishe shoga yangu. Wewe wa kukaa chini tu. Kweli shoga yangu? Nitajitahidi. Wewe ndo unaelekea kwenye kikoba? Mimi ndo naelekea kwenye kikoba. Sasa shoga yangu, nilikuwa naomba kenda kwenye kikoba kanikopee hela. Suba. Ukopea hela kwenye kikoba? Ndio. Suba. Hivi kweli una uhakika hizo hela nikikopa utalipa? Mimi nitalipa. Kuna pesa yangu naisubiria, baada ya mwezi nitaipata. Kwa sababu hela za watu zile, hela nyingi zile za watu wanawekeza. Sasa mimi nakopa kule, unakuja kunizingua shoga yangu. Tutoelewana. Umeelewa? Nimekuelewa shoga yangu, lakini usinichoke, nivumilie tu. Basi sawa. Haina shida, mimi nitafanya hivyo. Basi hamna shida. Wao mdogo wangu. Mambo? Poa, shikamoo. Baba mzima? Mzima. Natoka wapi huko? Huko mimi natoka kuzurura tu. Samahani, naomba unisaidie kusoma hii message. Salahati. Mimi mwanafunzi. Unanihusishaje na mambo ya mapenzi? Samahani mdogo wangu, naomba unisaidie. Hii message ni ya V. Kasemaje? Kakutumia hela. Shilingi ngapi? 15,000. Wow. Sawa mdogo wangu, naomba mrudishie, mwambie asante. Tayari. Asante mdogo wangu. Shoga zangu, ndoa kiukweli imenishinda. Kwa nini? Mwanamume wenyewe simuelewi hata kidogo. Nikimwambia nataka hela ya kusuka, hana nijibu hana. Shoga yangu. Mwanaume huyo hafai. Ananiambia eti tusaidiane majukumu. Sasa shoga yangu, chakula si ananunua? Wewe unataka aswa kufanyie nini huyo mwanaume ili uridhike? Nachotaka mimi haninulie nguo nipendeze, na anipe hela nikasuke nipendeze pia. Kama unaweza kujihangaikia na kujitegemea, mwanaume huyo wa nini sasa? Na ukienda shughulini utakuta nzio wamependeza, wamevaa sare, wamesuka, wazuri. Huyo mwanaume asikusumbue.
Kwani bila yeye wewe huwezi kuishi? Anazingua, njoo hapa tuishi, sisi tutakusaidia, wala usijali. Dunia ya leo, haki sawa. Shoga yangu, tetea haki yako, bora tu uachike. Nimekubaliana na hilo kwa sababu ananiambia nijitafutie. Sasa kujitafutia si bora tu niachike? Bora uachike shoga yangu, wewe njoo hapa tutakaa wote. Ila mimi nilikuwa nakushauri, kama shemeji anakuletea chakula, mnakula mnashiba, masuala ya nguo na vitu vingine hayo ni majaliwa, kaa ulewa nao. Usimsikilize huyo, yeye mbona alimshinda kama mvumilivu. Dunia ya leo, tetea haki yako, haki sawa. Usinipe mateso ya moyo, na sasa najiweka pembeni, naepusha msongamano, bora nitulie, yale yasinirudie, Mola nijalie, nipate changu namie. Najiweka pembeni, naepusha msongamano, najiweka pembeni, naepusha msongamano, Mola nijalie, nipate changu namie. Kigezo sikukupenda, kwa nini unanitesa wewe? Ningejua kama ingetokea. Nenda, 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 hata kama zamani nilipenda. Mtoto mpendi, hii nyimbo natamani kuimba lakini sijui kutokana na matatizo ninayoyapata. Yaani mpendi nyimbo, tabii niende kule kwenye library kule akanirushia. Chenga, we Chenga, hebu njoo na dada yako mara moja. Kama nisomea. Niko nikaje madaftari nje nikague bwana. Maana yake mrefu ya kagoma madaftari. Hebu kalete madaftari. Vipi tena kwa ndani? Anangu kwa vizuri. Naona upiga mwingi. Cheka. Hongera sana. Asante. Naona upiga mwingi. Namna hiyo ndivyo natakiwa mwanangu. Watu angalia kuna karagosi au koporo wake na yeye. Chenga. Naam. Mbona kwa mpumbavu kiasi hicho? Ina maana anakupita hata dadako. Mtoto wa kike anakupita? Hapana baba, msali mwingine magumu. Magumu wapi? Upumbavu huo. Magumu nini? Inabidi ukaze. Mambo gani haya? Mbona kuniaibisha mtoto wewe? Una matatizo gani wewe sasa hivi?
Chenga mwanangu. Ulikuwa unaendelea vizuri tu wewe. Yaani sasa hivi umekuwa mpumbavu kabisa. Hebu angalia Nuru anavyopiga mwingi sasa hivi. I say, mwanangu Nuru. Baba. Hongera sana. Hongera sana. Tena hongera sana. Chenga, kuwa makini mwanangu. Sawa baba. Unapozidiwa unaweza kumuuliza dadako. Sasa nakuaje? Maswali mengine unamuuliza dadako anakusaidia. Sawa? Usione aibu. Sihitaji kabisa. Maisha yenyewe unajua mimi bila elimu haya mwanangu. Ni ngumu. Hongereni sana wanangu. Asante baba. Baba, nikuulize swali. Uliza mwanangu, swali gani za kuniuliza? Hivi umemfanya nini mama? Kwa nini mwanangu unaniuliza swali kama hilo kuhusu mama yako? Kwa sababu kila siku makelele tu humu ndani. Muda mwingine huwa anakaa najifikiria labda mama hana akili. Alafu Nuru, kwa nini unatoa mama akili? Kama angekuwa hana akili, kipindi upo mdogo ulijinyea na alikunawisha. Tunza heshima ya mama. Sikiliza mwanangu. Huu sio muda malumbano. Wewe umeuliza tatizo la mama yako, ana matatizo gani, sio kwaje. Kuhusu mama yako ni akili. Madhaifu yake nayafahamu mimi. Nyinyi bado watoto, msiwe na wasiwasi kabisa wanangu. Nyinyi pambaneni na maisha yenu. Sawa wanangu? Kweli na uhuru. Yaani msikae huko mashuleni au hapa nyumbani ukaumiza kichwa sana kuhusu mama yako mwanangu. Nipo sawa tu mama, wala usiwe na wasiwasi. Nyinyi pambaneni na maisha yenu. Sawa? Sawa wanangu? Kuhusu mama yenu, nyinyi msijali kabisa wala msikae mkaumiza kichwa. Nyinyi umizeni kichwa kwa ajili ya elimu. Pambanieni elimu zenu. Sawa? Ili baadaye mje kuwa labda kila mtu ana ndoto zake nafikiri. Ni kweli? Ndio. Hicho ndicho kinachohitajika wanangu. Sio mkakaa mkaumiza kichwa kumwaza mama. Sawa? Ndio baba. Sawa baba. Jitahidini sana kuhusu elimu. Jitahidini sana wanangu. Sawa? Ndio baba. Sawa baba, tunakuelewa. Kama mmenielewa jambo hili. Basi mnaweza mkaenda. Mwenzangu, kuna fundi fulani hivi. Si unajua mafundi wa kijijini, fundi wenyewe fundi njaa. Napenda kujiendekeza. Singeenda saluni. Hiyo hela ninayo ya kwenda saluni ndugu yangu. Sasa yeye haya, na umezidi kujizeesha. Odi. Karibu. Karibu. Baba mwenye nyumba huyo? Oh, ndo mimi. Shikamoo. Karibu. Asante. Mama. Muda umeshafika. Nadhani tarehe imeshafikia kodi yangu. Naongea na wewe. Nadhani ulikuja wewe siku za nyuma. Ukaja kuomba siku. Na maana siku leo ndio ishafika. Wewe nimefuata changu.